Nitarudia kuisema hapa. Ikifika Januari kwenye dirisha dogo la usajili, watakaoamua ni wao. Watupe mapema mchezaji wetu au wamng'ang'anie aendelee kula mshahara wa bure, aendelee kupiga mpira nje anapoona goli. Very simple. Na hilo sitani. Maamuzi ni yao. Yaani wao ndio watatuamulia kwamba watugee mapema mchezaji wetu au wamng'ang'anie. Wao wataamua sasa wa Saudia. Wataamua wa Saudia wao wanachokitaka. Wakitaka watujie saizi, wala wakimng'ang'ania ataendelea kula mshahara. Anaweka ng'ang'ania wakaweka ngumu hivyo hivyo. Kipindi sasa ilikuwa bado. Sasa hivi yani ni kwamba ni wanaamua wao. Wanaamua wao wenyewe wa Saudia. Mtaamua. Asalamu alaykum, shalom shalom shalom. Mtaamua nyinyi sasa. Mnatupa Januari au mnaendelea kuvimbisha mishipa ya shingo hiyo. Afia akifia kwenye goli anaweka tu nje kwa mshabiki mpaka mumpige. Using'ang'anie vitu vya watu. Jamani. Mimi nataka kwenda sehemu wanataka. Juzi ndo maana nimeelewa. Mtu mmoja alikuwa ananiambia kuna timu moja hapa Tanzania kuiongoza ni rahisi sana. Kanambishia, timu kubwa kama hii timu kuiongoza rahisi sana. Juzi ndo nimeamini. Kumbe ukiwa tu na plate ya ubwabwa na ndizi mbili ukaongeza na matikiti kidogo, shekhe, unaongoza watu vizuri tu. Timu ipi? Kuna mtu ameacha kuniambia timu Tanzania hapa ukitaka kuiongoza yani rahisi sana. Nikaa nambishia, watu wakubwa na uzoefu. Kumbe ni plate tu ya ubwabwa. Yaani waite wote, alafu pika ubwabwa uanze kunukia kwa nyuma, alafu wezima taa, ukiwasha au ondoka watakula ubwabwa, shughuli imeisha. Ni ubwabwa tu. Ndizi mbili na matikiti kidogo pembeni. Ndio. Baadaye wanaulizwa, ndio ilikuwa nini? Hatuelewi. Kumbe harufu ya ubwabwa. Watu wameuza timu kwa ajili ya ubwabwa. Mungu atupe bahati sana kwa mashabiki wa Yanga. Wana Yanga wenzangu, mshukuru Mwenyezi Mungu angalau kwa siku mara moja kufanya kwa shabiki wa Yanga. Unauza timu kwa ajili ya pilau na ndizi na tikiti. Kuna mmoja nimemwona anaongea, kijafai tonge lipo mdomoni. Mkutano kiuni nini, si umeze kwanza wewe. Wewe unataka kupata nini timu nzuri kwa ubwabwa huu?